yani ni msiba. Na Waislamu mnisikilize, huu ni msiba, na msipochunga jahazi la Uislamu linazama. Kwanza, Dr. Sule hajaguza hoja zangu nilizojenga niliposimama, hajaguza. Nimejenga hoja kwanza, Qur'ani imepatikana kwa pango, na kwa pango aliitwa muhitaji wa majini, si ya Mungu. Hajavunja hiyo. Alafu akaja sasa yeye akaja akatoa aya katika Qur'ani 12:2-3. Haya maneno ni ya nani? Mimi Qur'ani iko kwa meza, nishakwambia si ya Mungu. Kwa hivyo maneno uliyosoma hapo ndani sio ya Mungu. Kama ingekuwa ya Mungu ungepita hoja zangu. Alafu nikakwambia hivi, Dr. Sule, Biblia, neno Bible, usije ukaibisha neno dokta, kwa sababu dokta linaingia katika meza ya wanachuoni wasomi kabisa. Neno Biblia peke yake nimekusaidia nilipokuwa naanza musahafu, mkusanyiko wa maneno. Alafu Biblia mkusanyiko wa vitabu. Hivyo ndivyo nilikwambia. Alafu wewe ukaja ukaunga mkono, ukaniunga mkono katika hoja, ukakuja ukasema ndani ya hiyo Biblia nisomee Marko 1:14. Hiyo Marko 1:14 ikasema Yesu alipewa Injili. Sasa inakuwaje wewe unakataa Biblia tena unaitumia Biblia kujenga hoja yako Yesu alipewa Injili? Inaingia kwa akili? Haingii. Haingii kwa akili. Sasa wewe, ile kitu ambaye nimeona kidogo ninaweza kukusaidia ni kwamba Kiswahili inakusumbua. Tunasema huyu anasumbuliwa na Kiswahili ni Mkenya, mimi ni Mtanzania, najua Kiswahili. Sasa wewe hukudhibitisha, mimi sijui Kiswahili, mimi nadhibitisha, wewe hujui Kiswahili. Yeremia 8:8. Yeremia 8:8. Ndio, hajui Kiswahili huyu. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema hivi. Changamka Paulo. Katika kitabu. Mwasemaje sisi tuna akili? Mwasemaje sisi tuna akili? Na nini? Na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Maliza. Lakini tazama. Tazama. Kalamu yenye uongo ya waandishi inaifanya Taurati. Imeifanya Taurati kuwa uongo. Imeifanya. Huyu Sule tukimfanya mwizi, ni mwizi? Si mwizi. Tumemfanya kuwa mwizi. 15:91 Qur'ani inasema. Ndio. Inasema hivi. Sasa kama ikifanywa inakuwa uongo. Haya, sikiliza hiyo kachubari. 15:81 kitabu ni cha Qur'ani. 91. Inasema hivi 15:91 kitabu ni cha Qur'ani. Ndio. Elimu ya Kiswahili ya Sule ikifanywa inakuwa. Na sasa Qur'ani imefanywa kuwa uongo. Kwa hivyo Qur'ani ni nini? Ni uongo. Wewe uone Kiswahili yenyewe hujui? Waislamu huyu hajui Kiswahili. Alafu anakuja anasema, ananisomea Wakorintho wa kwanza 11:25. Ananiuliza, unakubali Yesu ni mpumbavu? Nakwambia sikubali. Wewe ndio hujui. Sasa nisomee hiyo Wakorintho wa kwanza 1:27. Sio Mungu mpumbavu. Mungu si mpumbavu, lakini wewe hujui kusoma Biblia. Sasa soma 27. Wakorintho wa kwanza 1:27. 1:27 Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Ndio. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia. Kumbe Mungu sio mpumbavu. Alichagua mambo mapumbavu ya dunia. Kwa hivyo Mungu sio mpumbavu. Anachagua mambo mapumbavu ya dunia. Sasa wewe unaona elimu nayo. Alafu unakuja unatuambia ate Mungu atalinda Qur'ani. Alafu wewe mwenyewe hakulindi. Wewe uko hapa na mabauza wanakulinda. Huyo atalindaje Qur'ani na hakulindi? Wewe mwenyewe. Alafu akasema
katika kitabu cha Mwanzo, msomaji